Usiku mmoja ulifanyika mkutano wa kabila. Walikutana wazee wa kabila la Muzaina na kiongozi wao alikuwa akiitwa Nu'man, na alikuwepo kiongozi huyo pamoja na ndugu zake 10. Na mkutano huu ulifanyika mara baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhamia Madina, na habari zake zikawa zinawafikia watu wa kabila hili la Muzaina kupitia kwa wasafiri wa usiku na mchana waliokuwa wakipita pale, na hawakuwa wakisikia ila kheri tupu na kila jema. Nu'man aliufungua mkutano ule kwa kusema, enyi watu, ni hakika kuwa hatujapata kusikia baya lolote lile linaloambatanishwa na Muhammad, bali tunasikia kheri na wema kila siku. Hatukusikia juu ya ulinganizi wake aliokuja nao isipokuwa uadilifu, upendo na kuwafanyia watu wema. Ni kitu gani kinachotuchelewesha kuonana naye hali ya kuwa watu wengi wanatutangulia usilimu? Akaendelea kusema, ama mimi nimeazimia kesho asubuhi kwenda kwa Muhammad, kwa hiyo kila atakaye kuwa nami katika msafara huo ajitayarishe. Maneno yale yalikuwa kama habari ya posa kwa msichana aliyekaa sana na hajapata kuposwa. Kulipokucha tu, An-Nu'man alikuta ndugu zake 10 na mashujaa 400 wa kabila lao wakiwa tayari kwa safari ya kwenda Madina na kuingia katika dini ya Uislamu. Watu wengi walikusanyika kwa safari ya kwenda Madina, na ule wingi ulimtia haya Nu'man, kwa kuwa alihisi hana zawadi yoyote ile ya kuichukua pamoja na yeye kumpelekea Mtume Muhammad SAW, na hasa kwa kuwa mwaka ule ulikuwa ni mwaka wa ukame kwa upande wao. Hakukata tamaa, alikusanya kila alichokipata na kukichukua kuwa zawadi. Walipofika Madina, walisilimu mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwa Waislamu wa kweli. Furaha ilienea na kuutikisa mji wa Madina kwa kuingia An-Nu'man na watu wake katika Uislamu, kwani ilikuwa ni mara ya kwanza kwa makabila ya Waarabu kusilimu ndugu 11 kwa pamoja wakiwa na mashujaa 400. Mtume sallallahu alaihi wasallam pia alifurahi sana, na Allah alikubali zawadi ya An-Nu'man kwa kuteremsha Qur'an. Sura ya ngapi? Hii ni sura ya 9 aya ya 99. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. Na miongoni mwa mabedui wapo wanaomwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, na wanaamini kuwa wanayoyatoa ndiyo ya kuwakurubisha kwa Mwenyezi Mungu na ya kuwapatia dua za Mtume. Naam, hayo ni kweli. Naam, hayo ni kweli, mambo ya kuwakurubisha. Mwenyezi Mungu atawaingiza katika rehema yake. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye maghfira, mwenye kurehemu. Tokea siku hiyo, An-Nu'man aliingia na kujiunga na Uislamu, na alishuhudia pamoja na Mtume SAW vita vyote bila kutegea au kuogopa. Alihudhuria vita vyote pamoja na Mtume SAW, hakuogopa wala hakutegea. Alipotawala Abu Bakar Siddiq na kuzuka vita vya waliotoka katika dini, An-Nu'man alimuunga mkono Abu Bakari mpaka mwisho wa vita hivyo. Alipokuja Umari kuwa khalifa wa Mtume SAW, An-Nu'man alikuwa ni mtu mwenye haiba na kutajika kwa kheri. Kabla ya vita vya Qafsiya kupiganwa, Bwana Saad bin Abi Waqqas ambaye alikuwa kiongozi wa jeshi la Waislamu alimtuma mjumbe kwenda kwa mfalme Kisra Yazdajurda ukiongozwa na An-Nu'man ili
aitangaze dini ya Kiislamu. Mji mkuu wa Kisra ulikuwa ukiitwa Madain. Waliingia Waislamu mjini, wakaomba ruhusa ya kuonana na mfalme, naye aliwaruhusu mara moja. Mfalme aliwauliza kwa kusema, nini kimewaleta nchini kwetu na kuwatia hamu ya kutaka kutupiga vita? Inawezekana mumejiona kuwa na nguvu juu yetu kwa kuwa hatukukushambulieni kwa vile mmeshughulikia watu wengine. Nu'man aliwauliza aliofuatana nao kwa kusema, kama kuna anayetaka kujibu miongoni mwenu, mimi nitafurahi, na kama mtanichagua mimi, basi sina pingamizi. Walijibu kwa kusema, bora umjibu wewe. Nu'man akaanza kwa kumshukuru Allah na kumsalia Mtume SAW na kusema, hakika Allah ameturehemu kwa kutuletea mjumbe wake mwenye kutuelekeza katika kila jema na la kheri, na mwenye kutukataza na kutuelimisha kila la shari. Na Allah ametoa ahadi kuwa tukikubali anayotulingania mjumbe wake atatupa kheri hapa duniani na akhera. Mjumbe huyu wa Allah hakuchukua muda, aliweza kuwafanya maadui kuwa marafiki wa chanda na pete, shida kuwa faraja na mateso kuwa raha, na ndiye aliyetuamrisha tuwalinganie watu kufanya kila lililo la kheri na tuanze kwa walio karibu nasi. Baada ya haya, leo hapa tunakulingania wewe na watu wako katika dini ya Kiislamu, dini iliyotilia nguvu na kuwatia watu hamu kufanya kila la kheri na kulifanya liendekeze kila jambo, pia kukataza na kulifanya lichukize kila la shari, dini yenye kumtoa anayeamini kutoka giza la ukafiri zake na kumtia katika nuru ya imani na uadilifu wake. Basi ukiikubali dini ya Kiislamu, tutarejea tulipotoka na tutawaachilia Qur'an ili iwe ndiyo sharia zetu, na ukiukataa Uislamu tunachukua kutoka kwenu kodi na itakuwa ni juu yetu kulindeni, kwa kuwa tumeshachukua kodi. Kama mtakataa kutoa kodi, basi tutakuwa tayari kupigana nanyi. Kwa hivyo chagueni mlitakalo, nasi tuko tayari. Yazdajurda alijawa na hamaki, hata uso wake ukawa na rangi nyekundu kama anayetoka damu. Akasema kwa kejeli na dharau nyingi, maishani mwangu sikuona watu walio wajinga, uzi, wasio na umoja kama nyinyi. Na kutokana na hali hiyo hatukuwa na haja ya kututawaleni, ila tu tuliweka mtu wetu nchi hiyo iliyo karibu na yenu, na akituletea tutakacho kutoka kwenu. Kama mna shida, ukame, njaa, basi tutakupeni chakula cha kutoshelezeni na nguo za kujisitiri nyote na watu wenu, na kuleteeni msimamizi kutoka kwetu asimamie mambo yenu kwa huruma. Mmoja kati ya wale wajumbe alimjibu jawabu iliyochochea ghadhabu mpya kufanya aseme, mjumbe hauawi, tokeni, hamtopata kitu kwangu. Pia mpasheni habari kiongozi wenu kuwa nitamtumilia Rustum ambaye ni kiongozi wa jeshi la Kifursi, amtie adabu yeye na nyinyi, akufukuzeni kwa pamoja katika shimo la Qadisuja. Akaamuru kuletwe gunia la mchanga, na akawaamuru wafuasi wake wambebeshe gunia lile mmoja aliye na cheo katika wajumbe, na wawachungechunge kama kondoo, hali wakionekana na watu wote mpaka watoe nje ya mji wao. Gunia lile alibebeshwa Asim bin Umar mpaka nje ya mji, kisha wakalibeba juu ya ngamia wake mpaka kwa Saad bin Abi Waqqas, wakampa pongezi kuwa Allah ataleta ukombozi wa nchi ya Kifursi na watamiliki ardhi ile.
Vilipotokea vita vya Qadisiyah baina ya Waislamu na Wafursi, shimo la Qadisiyah lilijaa maiti, lakini maiti wale wote kwa ujumla walikuwa ni wafuasi wake. Wafursi hawakutosheka juu ya kushindwa kwao vibaya katika vita vya Qadisiyah, bali kwa mara nyingine walijikusanya mpaka wakaunda jeshi lenye watu 150,000. Bwana Umar aliposikia habari za kujikusanya Wafursi, aliona ni bora binafsi yake aliongoze jeshi, ila tu nyuso za Waislamu zilimfanya asitekeleze azma yake, na walimshauri amchague kiongozi mmoja mwenye kutegemewa katika jambo kama hili. Umar aliwataka wao wampendekeze mtu huyo, lakini walikataa kwa kusema, wewe ni mjuzi wa anayefaa. Umar alisema, na hapa kwa jina la Allah, nitampa uongozi wa jeshi la Waislamu mtu aliye kama kichwa cha mkuki wanapokutana na maadui wawili, naye ni Nu'man bin Muqarrin. Waislamu walimjibu kwa kusema, yeye ndiye afaye. Umar alimwandikia barua iliyosomeka, kutoka kwa Umar kwenda kwa An-Nu'man. Baada ya hayo, ninakuarifu kuwa nimepata habari ya kwamba chungu ya majeshi ya Kifursi yamejikusanya kutaka kukushambulieni nyinyi katika mji wa Nahawande. Basi utakapopata barua hii tu kutoka kwangu, elekea walipo na Waislamu walioko nawe na uombe dua kwa Allah, wala usiwabebeshe Waislamu wasioyaweza ukawaudhi, kwani Muislamu yoyote kwangu mimi ni bora kuliko dinar laki. Wassalamu alaykum. Nu'mani aliondoka na jeshi lake baada ya kuipata barua ya Umar ambaye alikuwa ni khalifa, na akapeleka wapelelezi. Alipeleka wapelelezi kupata kujua usalama wa njia. Jeshi lilipokaribia mji ule wa Nahawande, farasi walisimama ghafla bila ya amri ya kusimama. Wapandaji farasi walistaajabu, ndipo walipoteremka kutaka kujua sababu ya kusimama kwa farasi. Hapo waligundua kuwa katika wato zao kuminasa miiba iliyotengenezwa kwa chuma. Wakapeleleza na kuona kuwa njia zote zielekeayo mji ule zimetegwa senyenge, ili wapitapo wapate shida ya kuingia na kufika ndani ya mji. Wapelelezi walitoa habari ya yote walioyaona, na wakataka rai na ushauri wa Nu'mani, naye hakuchelewa. Aliwataka wapelelezi wale wakae sehemu zao na wawashe moto nyakati za usiku, ili waonekane na maadui kuwa wapo, na wajifanye kama watu wenye woga na wenye kutarajia kushindwa, ili maadui waje na kuondoa mitego waliotega. Ujanja ule umewashinda Wafursi kuutegua. Kwa hivyo walipokuwa kila wakiona kikundi cha jeshi la Waislamu kinakwenda kama lililoshindwa na kutaka kujidai kujisalimisha, basi Wafursi wakawapeleka wateguzi wa mitego ili wapite, na mara Waislamu wakawashambulia na kuiteka njia ile. Bwana Nu'mani alipiga kambi pembeni mwa mji wa Nahawande, akaamua amshambulie adui wao wakati adui ameghafilika. Kwa hiyo aliwaambia wafuasi wake kuwa yeye ataleta takbir 3. Takbiri ya kwanza itakuwa ya kujitayarisha kwa kila atakayekuwa hajajitayarisha, ama takbir ya pili itakuwa ya kuweka silaha tayari kwa kushambulia, na takbiri ya 3 itakuwa ni ya kushambulia. Bwana An-Nu'man alipiga takbir 3 na jeshi likashambulia adui kwa kasi kubwa. Vumbi lilitoka na vita vikapiganwa visivyoweza kuhadithika, kwa kuwa havikuwa na mfano katika vita vilivyowahi kutokea. Wafursi walitawanyika na kuchanika kama nguo. Maiti nyingi zikaanguka na kujaza damu zao kila njia na kufanya kuwa ni michirizi ya damu. Farasi wa Nu'mani aliteleza kwa wingi wa damu na kumfanya Nu'mani aanguke chini
na kufa hapo hapo kwa kipigo alichokipata. Ndugu yake alichukua bendera ya kuongoza jeshi bila ya Waislamu kujua kifo cha kiongozi wao. Waislamu waliposhinda walitaka kujua habari za kiongozi wao. Ndugu yake Nu'mani aliwaeleza kuwa amekufa na kumfichua alipokufa, huku akisema, huyu hapa kiongozi wenu, Allah amemtunuku ushindi wa shahada. Huyu hapa kiongozi wenu, Allah amemtunuku ushindi wa shahada.